tusimame kwa miguu yetu, nimlete ndugu yetu Godwin. Hatukusema atakuja jana juzi, lakini aliponiambia ako njiani, na kwa sababu ninampenda, watu wanapenda hawa wanafunzi wa TTU, na more specifically brother Godwin, ninampenda huyu ndugu kwa sababu ni ndugu mnyenyekevu, ni ndugu ambaye mwito wake ni mzuri, na kwa muda nimekuwa na yeye nimeona si mtu complicated. Tukifika mahali tukisema ni kula miogo tunakula naye, tukisema ni kulala kwa mchanga tunalala naye. Kwa hivyo ni ndugu mzuri, nimempenda. My brother Godwin, najua uko mtiibu sana hata kwa masaa. Nikikupatia mpaka saa 7:15, nikiangalia nitakuwa nimekupatia karibu dakika 45. Sitakutosha kuhudumia watu hawa, lakini Roho Mtakatifu akishuka mwenyewe kabisa kusukume uendelee. Mimi Roho Mtakatifu ni mkuu kuliko mimi. Hapa namna gani? Bwana asifiwe sana. Huwa tunaweka mipaka, lakini Mungu akitaka vile anataka afanye nini? Azidishe. Lakini naomba nisaidie kuleta my brother Godwin katika madhabahu haya. Hakika ataweza kumpatia my brother Kazimoto nafasi atusalimie, ndio mkule dakika zenu. Usikule zangu, mkule zenu. Tupigie baba yetu makofi mazuri. Haleluya. Kwa dakika moja unaweza inua mikono yako kwa Mungu, mwambie ni asante bali ambao tuleta. Mwambie neno nawe siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko inasema hawezi kusanyisha watu wake bila sababu. Kwa jina la Yesu Kristo. Thank you Father. Thank you Father. Thank you Father. You have gathered us here. Ni wewe ambaye umetukusanyisha kwa Bwana. Tuhudumie siku ya leo. Tutembelee kwa njia pekee kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, shuka siku ya leo tukuone. Tunaomba tukuone Baba Mungu katika kipindi hiki. Tunaomba Yesu ukatuguze kwa jina la Yesu Kristo. Bwana onekana, Bwana onekana, Bwana onekana. Tunajiachilia kwako Yesu, onekane. Onekana Mungu, onekana Mfalme, onekana kimbilio kwa jina la Yesu Kristo. Hudumia vijana, hudumia wazee, hudumia hata watoto kwa jina la Yesu Kristo. Watembelee kwa njia ya kipekee. Ongea nao Baba Mungu kwa njia ambayo unaweza elewa na lugha ambayo unaweza elewa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, tukuka mahali hapa. Thank you Father. Thank you Father. Tunakupenda na tunakuinua. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Salimia watu wawili watatu na uweze kuchukua kiti. Unaweza kiti kwa jina la Yesu Kristo. Waambie nimewasalimia. I want to welcome my son Kazimoto ili tuweze kudumu na yeye. Pigia makofi mazuri anapokuja. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Mnaendelea aje? Mko wazima? Yesu amewahifadhi. Amen. Mimi nawapenda. Yesu amekuwa mwema kwangu na amenihifadhi hizo siku zote ambazo hatujaonana. Nimefurahia kuwa hapa tena. Bwana asifiwe. Amen. Niko na amani. Kuna amani kuwa hapa. I love this church. Amen. I love our daddy and our mama. Na mimi nawapenda. Hallelujah. Na tutaendelea kuwa pamoja nanyi. Mimi nilimaliza shule. Nashukuru Mungu nimekuwa around, nimekuwa nikifanya biashara. And siku ambazo sitakuwa nimeshikana on Sunday, kama siendi kuhudumu mahali, I will be coming. Amen. Kwa nakuja sasa, mimi ni mshirika hata huko. Hallelujah. Mimi ni mfanyikazi huko kwa nyumba ya Bwana. Hallelujah. Amen. Salimiana
mtu wa Mungu, alafu after hapo tutakuwa tunaanza neno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza kabisa na ningependa kurudisha shukrani zangu kwa dadi. Sijini shosho na guka. Sababu kama wewe ni dadi wangu na anawaita dadi. Bwana Yesu asifiwe. So ningependa kushukuru pia dadi kwa kunipa fursa ya kutembea na mimi. Asante pia kwa sababu ya kanisa. Ningependa kuwashukuru sana. Asante. Mimi siku zote huwa nakuja hapa na huwa napata amani kabisa. Bwana ukiniona nacheza siku kote wanaenda na fungua hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa hivi nakuanga na amani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu awabariki sana. Mimi ni Mesha Kasimoto Juma na mimi bado niko sijamaliza masomo. Ni bado niko thadia na naamini Bwana atatenda zaidi na mtakuja zaidi. Najua mlikuja lakini mtakuja zaidi kwa sababu yangu pia. Amen. Barikiwe sana. Nashukuru nimeona my brother Gitonga. Naweza kupigia makofi mazuri. Kwa hiyo na yeye kwa baraka. Amen. Ephesians 6 verse 10. Waefeso 6:10. Ephesians 6:10. Waefeso 6:10. The Bible says, Biblia inasema finally my brethren, ya kwamba ningeomba tafsiri ya Kiswahili tafadhali. Hatimaye sikuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si vya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Amen. 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 Matthew chapter 11 verse 12. Mathayo 11:12. Matthew chapter 11 verse 12. Mathayo 11:12. Mstari wa 12 nitasoma. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, nawe ni nguvu wa uteka. Hallelujah. Second Samuel chapter 5 verse 17. First Samuel chapter 5 verse 17. Samueli wa kwanza, Second Samuel chapter 5, Samueli wa pili, chapter 5 verse 17. 5:17. Samueli wa pili mlango wa 5 na mstari wa 17. Na hawa Wafilisti waliposikia kwamba wamemtia Daudi mafuta ili awe mfalme juu ya Israeli, Wafilisti wote wakapanda kumtafuta Daudi. Daudi akapata habari, akashuka akaenda ngomeni. Basi Wafilisti walikuwa wanakuja na kujitawanya bondeni mwa Warefai. Basi Daudi akauliza kwa Bwana akisema, je, nipande juu ya Wafilisti? Utawatia mkononi mwangu? Naye Bwana akamwambia Daudi, panda, kwa hakika nitawatia Wafilisti mikononi mwako. Amen. Genesis chapter 27 verse 40. Mwanzo 27:40. Genesis chapter 27 verse 40. Na neno la Mungu linasema, kwa upanga wako wewe utaishi, nawe utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Amen. Father, we thank you for your word. I pray that you minister to us and you reveal your word unto us. Bless us and bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Number one, I want to encourage you Kitu cha kwanza nataka kukutia nguvu that the way you are serving the Lord, na kwamba jinsi unavyomtumikia Mungu do not tire. usichoke, Continue. endelea. Hallelujah. Amen. No matter what comes to your way,
Ijalishi nini ambacho kinakuja katika njia yako. Serve the Lord. Endelea kumtumikia Bwana. Serve the Lord. Endelea kumtumikia Bwana. I have not been in Kamtonga, Hajakuwa pale Kamtonga, but I know ni mbali. lakini anajua it is very far. But you have been coming all the way from that place to here. Lakini mmekuwa mkitoka kule Kamtonga hadi hapa. Do not tire. Usichoke. Continue to come. Endelea kukuja. The Lord sees. Bwana anaona. We serve God who sees. Tunamtumikia Mungu ambaye anaona. See, we serve God who sees. Tunamtumikia Bwana ambaye anaona. Our God is not blind. Mungu wetu si kipofu. He sees what we do. Anaona kila ambacho tunakifanya. Hallelujah. Amen. And is a rewarder. Na ya kwamba yeye ni He rewards. yeye hutuza. Hallelujah. Amen. So what you do, the Lord will always come to reward you. Yote ambayo ninafanya Bwana atakuja kukutuza. Maybe people may not acknowledge what you are doing. Watu wanaweza kosa kuchukua kwa sababu ya yale ambayo unayafanya. But God Mungu is a rewarder. yeye atakutuza. Hallelujah. Hallelujah. Believe in Him. Believe in God. Believe in His servants. Mwamini Mungu, mwamini hata watumishi wake. And I tell you the truth, you will be established. Na nakwambia kwamba utainuliwa. Praise the Lord. Amen. Today I have come to teach about warfare. Leo amekuja kufunza kuhusiana na vita. I have come to teach war. Amekuja kufunza vita. I have come to teach war. Tell your neighbor war. Ambia jirani yako vita. Ambia jirani yako vita. Vita. Wewe. I have come to tell you that we are in the battle. Amekuja kuambia kwamba tuko katika vita. We are in the battle. Tuko vitani. Hallelujah. Hallelujah. See, I want you to pay attention, and by the end of this session, you will learn many things. Nataka ukue makini kwa sababu mwisho wa session ama kipindi hiki utajifunza mambo mengi. We are in battle. Tuko katika vita. The Bible says, Neno la Mungu linasema the days of John the Baptist, ya kwamba kuanzia siku ya Yohana Mbatizaji to now, hata leo, the kingdom of heaven, ya kwamba ufalme wa mbingu suffereth violence. ina Hallelujah. And it is those who are violent, na wale ambao wana nguvu they take it by force. watachukua kwa nguvu. We are in battle. Tuko katika vita. We take what is ours. Tunachukua ambacho ni chetu. Hallelujah. Amen. So we are not here just to sit. We are fighting. Na tuko hapa kukaa kwa sababu ya vita. Na tunapigana. We have to fight. Na lazima tupigane. That which is ours. Kwa sababu yale ambayo ni yetu. Hallelujah. Amen. We are in battle. Tuko katika vita. We are in battle. Tuko katika vita. Tell your friend you, we are in battle. Ambia jirani yako tuko kwa vita. Paul said, Paulo anasema we do not wrestle. hatupigani, We do not fight. hatupigani With flesh and blood. na damu na mwili. Hallelujah. Amen. But we wrestle against principalities. Lakini tunapigana na mamlaka na wakuu. are in the battle. So leo tunawaambia kwamba tuko katika uwanja wa vita. The battlefield. Tuko katika uwanja wa vita. Are in the battlefield. Tuko katika uwanja wa vita. I want this to sink to your heart. Nataka ingie ndani ya moyo wako. We are in the battlefield. Ya kwamba tuko katika uwanja wa vita. Fighting. Na tunapigana. That is what Paul says. Na hiyo ndio Paulo anasema. You finally brethren. Ya kwamba nyinyi ndugu sasa ya mwili strong. Mkuwe na nguvu. Strong in the Lord. Mkuwe na nguvu ndani ya Kristo Yesu. Strong in this power. Bado hiyo. Kala Haya na maana. Bwana asifiwe. Amen. Be strong in the Lord. Ya kwamba kuwa na nguvu ndani ya Kristo. We have to be strong. Lazima tuwe na nguvu. Christianity is not for the weak people. Ukristo sio watu ambao wako hivi. We need men who are full of stature. Tunahitaji watu ambao wako na nguvu. Strong men. Watu ambao wako na nguvu. Watu wabaya. We want youth who are strong. Tunahitaji vijana ambao wako na nguvu. Men who are strong. Wanawake ambao wako na nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Because we are in the battlefield. Kwa sababu tuko katika uwanja wa vita. Bwana asifiwe. Amen. Hii injili sio mpya kwako. This news is not new to It's not a new gospel to you. It's not a new gospel to you. See, it is written in the Bible. Iko katika Biblia. Hallelujah. Amen. We are in the battlefield. Tuko katika uwanja wa vita. Why do we fight? Mbona tunapigana? Why do we fight?
kwa sababu wanajua Kwa vita. we are in a battle. Hallelujah. Amen. We are soldiers. Even the Bible says that we are soldiers of Christ. Ya kwamba sisi ni majeshi wa Yesu. And soldiers are there to fight. Na majeshi wako pale kupigana. We fight to defend what is ours. Tunapigana kutunza ama kuilinda kila ambacho ni chetu. See, you need listen to me and go and exercise what you are learning today. Msikize yeye alafu enda ukafanyie kazi yale ambayo umeyasikia leo. I tell you the truth, you will prosper. Nakwambia kwamba utakuwa na manufaa. Hallelujah. Amen. We fight to defend what is ours. Tunapigana kulinda kila ambacho ni There are many chetu. things that God has given you. Kuna vitu mingi ambavyo Bwana amekupea. You have to fight Lazima upigane to defend them. kuilinda. Hallelujah. Amen. Number 2, we fight to enlarge our territory. Ya pili tunapigana kupanua mipaka yetu. Hallelujah. Hallelujah. We fight to enlarge our territory. Tunapigana kupanua mipaka yetu. See, God spoke to Israelites. Ya kwamba Mungu aliongelesha Waisraeli. See, he started speaking to Abraham. Alianza kumwongelesha Abrahamu. And he said to him, Akamwambia that in this land I will give to you. ya kwamba hii nchi itakupea Unto your descendants. hata wale vizazi vyako. Hallelujah. Hallelujah. But the land was possessed by the Canaanites. Lakini mji ulikuwa milki ya Wakanaani. What you need, there are men who have it. Kila ambacho unahitaji kuna watu ambao wako nayo. It is being earned by some people. Kuna watu ambao wameshikilia. So you will fight to possess. So lazima tupigane ili tuitambue. We fight to enlarge our territory. Tunapigana kupanua mipaka yetu. For you to grow, you have to learn warfare. Ndio uinuke ama uinuliwe, lazima ujifunze kupigana. Learn warfare. Learn warfare. Jifunze kupigana. You want to grow in business. Unataka kupanua katika biashara, Warfare. jifunze kupigana. You want to be alert. Unataka uheshimiwe, Learn warfare. jifunze kupigana. Learn warfare. Jifunze kupigana. Want people who know how to fight. Who know how to fight. Unataka watu ambao tunahitaji watu ambao wanajua kupigana. Hallelujah. Amen. We fight. We fight. Tutapigana, tutapigana. I love what Paul said. Napenda ambacho Paulo alisema, I have fought a good fight. nimepigana vita vizuri. Hallelujah. Hallelujah. Those things that Paul was preaching the gospel. Kwa hiyo siku ambao Paulo alikuwa anahubiri injili, He was fighting. alikuwa anapigana. I have fought a good fight. Anasema ya kwamba nimepigana vita vizuri. I have finished my race. Nimemaliza mbio zangu. And I have kept the faith. Na nimelinda imani. This man was a man of warfare. Huyu mtu alikuwa mtu wa vita. We have to fight. Lazima tupigane. We fight to enlarge our body. Lazima tupigane tupanue mipaka yetu. Bwana asifiwe. Amen. We fight to enlarge our body. Tunapigana kupanua mipaka yetu. Anytime the Israelites went to fight, Kila wakati Wanaisraeli walienda kupigana, they fought so that it may enlarge their territory. walikuwa wanapigana ili wapanue mipaka yao. Bwana asifiwe. Amen. See, the Bible says the things that were written aforetime, Biblia inasema kwamba vitu ambavyo viliandikwa zamani za kale they were written for our learning. iliandikwa kwa sababu yetu. So when we read them, we learn. So tukisoma tunajifunza. And what we learn, we exercise. Na ya kwamba yote ambayo tunayasoma tunafanyia kazi. So they went and they fought. Na wakaenda wakapigana. And after they conquered the nations, Na baada ya kuchukua ama kumiliki yote, to get their territory, ikakuwa mji wao. the things that we have to possess. Kuna vitu ambavyo lazima tumiliki. We have to possess some things. Lazima tumiliki vitu vingine. Hata huvichoki them. Haijalishi nani anabaki Possess them. lakini lazima tuziliki. Watate. Lakini mbele ya kama utamtoka, lakini utamtoka. Ndiye wachao. Hapo wachao. We will fight. Tutapigana. Possess our possession. Tumiliki. Possess our possession.
Number 3. Ya tatu, We wrestle tunapigana to plunder our enemies. kufidia maadui wetu na kuwamaliza. We fight Tunapigana to plunder our enemies. kuwafinyana maadui wetu. See, Shetani ndio kwa mahali pa hatari. Satan is the one that is in danger. Because if he steals one, Because akiiba moja, we take 4 times. tunachukua wanne. Hiyo ndio neno la Mungu linasema. Akasoma Biblia wapendwa. If the enemy takes one, Adui akichukua moja, restoration comes 4 times. urejesho unafanywa mara 4. Mara Anasema amefanya makosa. hata kama you will have done a mistake. Today we are fighting. Leo tunapigana. Today we are fighting. Leo tunapigana. You see, in TTU, see you got TTU. Acha niongee na Kiswahili. TTU kuna ministry inaitwa intercessory ministry. Ni ya maombi. And they welcomed me in a warfare meeting. And I told them, my people, we are fighting tonight. We are fighting. I want men who are tired, who are ready to break the yoke. Wale ambao wamechoka wanataka kuvunja nira. Leo tunapigana vita mpaka tuondoke. See, Mungu angalia moyo. Mungu angalia moyo wa mtu. When he looked at the heart of these people, Wakati aliangalia mioyo ya hawa watu, he came down. alishuka chini. He came down. Alishuka chini. My God, I tell you that the people were somersaulted by the power. Anakuambia ukweli ya kwamba watu walipiga bao ile hivi, sijui kama mnajua, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na room ni kidogo na kuna vitu nilikuwa naambia my God help them that they will not injure themselves. Mungu alishuka. God came down. Because it matters to do warfare. Kwa sababu kwa vitu ambavyo viko na vita, God comes down. Mungu hushuka chini. Oh my God. Today we are trusting that God is going to come down. Leo tunaamini ya kwamba Mungu atakuja, atashuka. Mwachabu. Acha ni wakonfirm mimi sikika mimi unaweza kuwa nasema niko na vituko vyangu. Sijaanza kuandika Biblia. Mimi ni mhubiri Biblia. Hallelujah. Amen. Exodus chapter 3. Exodus chapter 3. Kutoka 3. Oh my God. Exodus chapter 3. Tonight the Lord is coming down mighty. Amen. Lazima watu waondoke mahali waliweko na adui. Yes. Verse 7. Somea kwa Kiswahili. Kutoka 3:7. Neno la Mungu linasema, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana na yajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Amen. Na mimi nimefanya nini? Nimeshuka. Amen. Oh yeah. God can come down. Mungu anaweza shuka To deliver you. kukuokoa, To give you strength to fight. kukupea nguvu ya kupigana. The people who were used by God mighty, like Samson, Gideon, Watu ambao walitumika na Mungu vikubwa kama Samsoni na Gideoni, when they were to go to the battle, ya kwamba kabla yao kwenda vitani, the Bible says that the Holy Spirit would come upon them. Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu aliwajia And now they go with that strength. na wakaenda na hiyo nguvu. My people will fight. Watu wa Mungu lazima tupigane. Kwambia number 1, we fight to defend what is ours. Ya kwanza tumesema ya kwamba tunapigana kulinda kile ambacho ni chetu. Number 2, we fight to enlarge our boundaries. Ya pili tunapigana kupanua mipaka yetu. And number 3, we fight to plunder the enemy. Na ya tatu tunapigana kufinyilia shetani chini ama adui. When the children of Israel, when they went to the warfare, Ya kwamba wakati wana wa Israeli walienda katika vita, after fighting and winning the battle, baada ya kupigana na kushinda vita, they could take their possession and become their possessions. wale wangechukua yale milki ya wale maadui na itakuwa milki yao. Bwana asifiwe. Amen.
Kanisa mnanipata? Mnanielewa? Kuna vitu lazima tupigane tuchukue, maana adui amechukua. There are some things we have to fight and bring them back because the enemy has taken away. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So we fight to plunder them. So tunapigana kuzichukua, kuzirudisha. Hallelujah. Amen. So we are taking back our possessions. So leo tunachukua urithi wetu kwetu tena. Ile shetani alichukua, Kila ambacho shetani alichukua, leo tunawakisha moto. Tunarejesha kwa nguvu. Tunawakisha moto. Kila moto. Leo tunachukua. We are bringing them back. Bwana asifiwe. Amen. Nataka uendelee kujiprepare, kujiandaa kuingia kwa vita. I want to prepare yourself so that we may enter into war. Hallelujah. Amen. Because from the days of John the Baptist, Kwa sababu kutokea zile enzi za Yohana, the kingdom of heaven, ambao ufalme wa mbingu it is suffered violence. inapigwa vita. Hallelujah. Amen. Apostle David, Kwamba wale ambao wamechukua take it violently, lazima waichukue na vita by force, na nguvu. in these things we take things, in this kingdom we take things, Kwa hiyo mfalme lazima tuchukue vitu. we take things, Tutachukua vitu. we take that is ours, Tutachukua yale ambayo ni yetu. take our possession, Tutachukua umiliki wetu. possess our possession. Tutachukua umiliki wetu. The Bible says, Biblia inasema upon Mount Zion, kwamba kule mlima Sayuni, which is the church of God, ambayo ni nyumba ya Bwana, there will be deliverance. kutakuwa na uvuvio. Hallelujah. Amen. And the house of Jacob Ya kwamba nyumba ya Yakobo possess their possession. itamiliki milki yao. Hallelujah. Amen. Because when we fight, we possess. Kwa sababu tukipigana tunamiliki. Fight to possess. Tunapigana, we fight to possess. Tunapigana kumiliki. Yesu alipigana, wewe ni nani usipigane? Jesus fought, who are you not to Paulo fight? alipigana, wewe ni nani usipigane? Paul fought, who are you to Peter not to alipigana, wewe fight? ni nani? Peter fought, who Daudi are you alienda not? kwa vita, wewe ni nani usipigane? David the king slept in war, who are you? See? You see? Paul said, Paul akasema, and a great and effectual door has been opened for me. ya kwamba mlango kuu imefunguliwa kwangu, But many are the enemies, many that are the adversaries. lakini wengi ni maadui. God can open a door, Mungu anaweza kufungua njia ama but mlango, enemies can enter you not to get into the door. lakini maadui wanaweza kuzuia usiingie katika mlango huo. Paul said that. Paulo alisema hiyo. I have read also Romans chapter 1 that Paul said, I desire to come to you. Paulo katika Warumi 1 anasema kwa natamani kuja kwenu, I desire to come to you. natamani kuja kwenu, but Satan hindered me, lakini shetani akanifungilia. Satan hindered me. Shetani akanifunga. Satan can hinder me. Shetani anaweza funga watu. Demons can hinder me. Hata mapepo yanaweza funga watu. Spirits can hinder me. Roho inaweza funga watu. Witch doctors can hinder me. Hata wachawi na waganga wanaweza funga watu. So we fight. So lazima tupigane. We fight. Tutapigana. Au kuzaa mtu ambaye haelewi. You never give birth to somebody that doesn't understand the Your children are going anywhere. watoto wao wataenda kila mahali. Hallelujah. Amen. They are not even understanding anything in school. Hawezi kuwa kwa walala kwa class. Hallelujah. Hallelujah. This is the works of the devil. Hii ni kazi ya shetani. That is why we come by the authority of Jesus. Ndio maana tumekuja kwa nguvu za Roho That the Lord the enemy has planted. yale ambayo adui alipanda wakati wa usiku. Hallelujah. Amen. And when men was asleep, And wakati watu walikuwa wamelala, the enemy came and planted against. adui alikuja akapanda magugu. Uliza mwenzako, shetani amepanda nini? Ni nini unaona shetani amepanda kwa familia yako? What have you seen that the enemy has planted in your family? You see, tonight I had a dream.
usiku wa leo alikuwa na ndoto. And I saw people who had gathered to bewitch my business. Na akaona watu ambao walikuwa wamekusanyika, wamesanyana pamoja kuroga biashara yake. And they found me in their midst. Na wakawampata katikati yao. And I told them, if you don't repent, I tell you the truth, you will die. Na akawaambia kwamba msipo tubu na tangazo ya kwamba utakufa. Oh my God, praise the Lord. Amen. The Bible says they will gather. Biblia inasema kwamba watajikusanya, not because of me. Si kwa sababu yangu. Men can gather. Watu wanaweza kujisanya, can gather to scatter your life. Watu wanaweza kujisanya kuharibu maisha yako. The Bible says they will utterly fall. Biblia inasema kwamba wataanguka kabisa. Hallelujah. Amen. See, most of the people are hindered. Watu, unajua watu wengi wameshikwa. I know that. Mimi najua hiyo. I know that. Najua. See, when God told me, He told me that I will preach to the nations to deliver men. Ya kwamba wakati Mungu alikuwa anamwita alimwambia kwamba nitakupeleka katika nchi ya kwamba ukahubiri ukahubiri watu. It means that men, there are men that are hindered. Inamaanisha kwamba kuna watu ambao wamefungwa. See, there are men who are very strong but they are in bondage. Kuna watu ambao ni wako na nguvu lakini wako katika vifungo. Joshua was a warrior. Yoshua alikuwa shujaa. Thank you so much. Alikuwa shujaa. Joshua was a warrior. Alikuwa shujaa, But he was in captivity. lakini alikuwa katika mateka. Bwana asifiwe. Amen. Joshua was very strong. Alikuwa na nguvu nyingi. He went and before, after they came out from Egypt, Baada ya kutoka Egypt, he went and fought. walienda wakapigana. Now, the why lose any battle, Na he never lost any battle. but they were in captivity. Lakini walikuwa mateka. Miriam was a worshiper. Miriam alikuwa mwanasifa na ibada. Lakini hapo anaimba hizo nyimbo akiwa Egypt. Lakini he never sang those songs when in Egypt. See, we imitate Jesus. Tunamwiga Yesu. We imitate Jesus because he's the pattern man. Tunamwiga Yesu kwa sababu yeye ndio mtu ambaye alikuja. Ni lazima tujipata mwana. Utaelewa? Like tunafuata yeye kwa sababu yeye inafaa afuatwe. Oh yes. Are we together? Amen. Amen. Ndio kwa makofi. Yes. Hallelujah. Amen. And wherever he went, those who he did deliverance. Alifungua watu, aliponya watu. Ya kwamba mahali popote Yesu alienda aliponya watu, akafungua watu. Amen. Amen. That is our work. Hiyo ndo kazi yetu. Sometimes tunaona mhubiri, baba yetu anakuwekelea mkono, shetani nenda kando. Kwa hivyo tunataka uache wewe kama music minister, kama worshiper. Yes. Hatutaki morality hapa. Come out. Enda because we want you to serve. Kwa sababu nataka kumtumikia Mungu. Hiyo ndio kazi ameitiwa. That is the work that he has been called. Na zingine atafundisha kila ambacho kilikuwa kinakuzuia kitakuondokea. Sometimes he will teach and everything that have hurt you will get out of you. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hii ni kazi tuliitiwa. This is what you are called for. We fight in this kingdom. Lazima tupigane katika ufalme huu. Now the final scripture that is I conclude. Ili tuombe. Tunaomba leo. Leo hata nikupigana sio maombi tu. Maombi ya vita. Yes. The Bible says in 2 Samuel chapter 5 verse 17. The Bible says, oh my God, help us. Help us, our God. The Bible says, now when Philistines heard that they had anointed David king over Israel, all the Philistines went up to search for David, and David heard of it and went down to the storm. When the Philistines, when they heard that Jesus was anointed, Wakati wa Filisti walisikia kwamba Daudi amepakwa mafuta. the Bible says they went down. Biblia inasema kwamba walienda chini, waliteremka seek for this man. Ya kwamba wakamuone huyu mtu. Hallelujah. Amen. They went down to meet him. Wakaenda chini kukutana na huyu Daudi. They wanted to destroy him. Wakataka kummaliza Because they heard
kwa sababu alisikia that he has been anointed to be the king, ya kwamba amepakwa mafuta awe mfalme. When they heard you have started a business, waliposikia kwamba umeanza biashara, they gathered and they said let us go. Wakashikana pamoja wakasema twende. When they heard that your children are doing well, waliposikia kwamba watoto wako wanafanya vizuri, they gathered and they came. Walishikana pamoja wakasema twende. When they heard, wakati walisikia, when they heard, wakati walisikia, there is something that they heard. Kuna kitu ambacho walisikia. And that is why they have come for you. Na hiyo ndio maana wamekukujia. Kusalimia mwenzako mnamuuliza kama unapata hizi vitu ama joto imekukalia unalala. Are you getting these things? Unapata hizi vitu? Na joto ni jingi hapa. Na joto ya Holy Ghost. Yes. Bye baba. Na bado umeongeza joto ya hii ungeza ya huku machafu. Unalala. Lakini upaswa kulala, unapaswa kuwa unasema oh yes. Unapaswa kuwa unasema amen. Amen. Shetani anataka usisikie, unasema amen. Amen. Nataka kusikia. Amen. I want to hear. Hallelujah. Amen. So we have to fight. We have to fight. We have to fight. Lazima We have tupigane. to fight. Lazima tupigane. We will not watch our businesses go down. We have to fight. Hatutaangalia biashara zetu zikianguka, lazima tupigane. Amen. We have to fight. Lazima tupigane. God has called us and we are not seeing the fruits. We are fighting until we see. Bwana ametuita lakini tuone matunda. Lazima tupigane mpaka tuone matunda. God has opened doors but the enemy is hindering us. We fight. Bwana amefungua milango lakini adui ametushika. Tutapigana mpaka we will to move God by fire. Tutapenyeza by fire by force. Oh yes. Oh yes. Tunaingia kwa nguvu. Tunaingia kwa nguvu. Sisi tuko na nguvu. Tuko na nguvu. Mungu amekupatia nguvu. God has given us power. God has given you power. Mungu amekupea nguvu. You are not empty, you carry power. Yes. Rudia hiyo. Hujasikia hiyo vizuri. Pardon. You are not empty, you carry power. Hauko tu mtupu. The Bible says as many as received him. Ya kwamba wengi ambao walimkubali yeye, he gave them the power. Aliwapa nguvu. You have the power to fight. Uko na nguvu ya kupigana. You have the power to contend. Uko na power ya kulan. Hallelujah. You have the power. Uko na nguvu. You have the power to deliver your family. Uko na nguvu ya kuokoa familia yako. You have the power to deliver your children. Uko na nguvu ya kuokoa watoto wako. You have the power. Uko na nguvu. Then we are going to use that power. Na lazima tutumie hiyo nguvu. We are using that power. Tunatumia hiyo nguvu leo. In the name of Jesus. Jina la Yesu. We are using that power. Tunatumia hiyo nguvu. Bring down energy. Forces of darkness. Nguvu zote za giza. And the rush. Kwa nguvu zote za pili za giza. Na kwa mapepo na roho. Hallelujah. Hallelujah. We are going to bring them down. No energy. Because we have the power. Sababu tuko na nguvu. We have the power. Tuko na nguvu. We are not empty. Hatuko watupu. We have the power. Tuko na nguvu. Kwa wewe ni kijana, kwa wewe ni mzee, mama, uko na nguvu. May you be a daughter, may you be a young one, may you be a red one. Of your family. Kwa familia yako leo. Hallelujah. Amen. We have to fight. Lazima tupigane. 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 Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen na nguvu. Amen. Lazima tupigane. We must fight. Nataka tusimame. I want us to stand. Boss, tuko na about 10 minutes. Tuko na dakika kama 10. Vita ipiganwangu watu walikuwa wameketi. There is no war that is fought when people are seated. You will die. Sio kutubu, tutubu saa hii tumeshatubu. Yes. Kama ulifanya dhambi. We are not going to pray this way. Tunapigana vita kaa vizuri because unaweza kuomba na waambie Jesus name. I want you to be stand by. Vita mtu anapiganana uko kwa vita. Yes, uko kwa vita. Yes. We're in battle, we have to fight. Tuko kwa vita, lazima tupigane. See, there are things that ukiangalia vizuri, ukiangalia tu unaona vizuri, huyu ni shetani, huyu sio Mungu, huyu ni shetani. Sikiza tu, I want to finish. Huyu ni shetani. Kuna vitu umeona in your life, unaona vizuri, huyu ni shetani. Angalia.
Isaac aliambia Esau, wakati utafika utachoka na utavunja nira ya ndugu yako. Kuna mahali mtu ufika anachoka. Nataka watu ambao wamechoka waseme mimi leo nimechoka. I have to deal with this. I am done. Lazima nichangamkie. Ndivyo nasema you will live by your sword, because Mungu amekupatia kisu. Amekupatia upanga, lazima upigane. Umepatiwa upanga kama hakuna vita. Ulipatiwa upanga bado kuna vita. Na unatumia upanga kupigana. Lazima. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ni siku ya vita. We have to fight. Lazima tupigane. Uinua mkono wako wa kulia mbele za Mungu. Mkono wako just the right hand. Nataka useme Bwana Yesu. Bwana Yesu.